Ni simulizi ya Papillon aliyetoroka katika gereza la hatari zaidi duniani, gereza la kisiwa cha Shetani. Hiki ni kisa maarufu duniani kinachosimulia mojawapo ya mapambano makali zaidi ya mwanadamu dhidi ya gereza hatari zaidi duniani. Inasimulia kuwa maisha ya Henry Charlie aliyefahamika kwa jina la Papillon au kipepeo. Mtu huyu aliyehusishwa na mojawapo ya gereza lililoogopwa zaidi katika historia, yani Devil Island. Sehemu hiyo iliyopo French Guiana inayotumika kama kambi ya adhabu kwa wafungwa hatari. Gereza la Devil Island lilianzishwa mwaka 1852 wakati wa utawala wa Napoleon wa tatu na lilifungwa rasmi mwaka 1953, na hata hivyo halikuwa gereza moja tu, bali ni mfumo mzima wa magereza yaliyojengwa kwenye visiwa vya Salvation Island pamoja na maeneo ya pwani ya French Guiana karibu na mji wa Cayenne. Mfumo huu ulijumuisha visiwa vya Ile Loyane, Saint Joseph na Ile Diabo, yani Devil's Island yenyewe. Eneo hili lilijulikana kwa mazingira yake ya kutisha, hali ya hewa ya kitropiki ya joto kali na mvua nyingi. Mbu walieneza magonjwa hatari kama malaria, homa ya manjano, kuhara damu na hata ukoma. Bahari ilizunguka visiwa hivyo na papa na viumbe wengine waliokuwa tishio kwa maisha ya wafungwa. Wafungwa walilazimishwa kufanya kazi ngumu kupita kiasi katika misitu, migodini na ujenzi wa barabara. Kiwango cha vifo kilikuwa cha kutisha sana. Inaelezwa kuwa karibu 75% ya wafungwa walikufa ndani ya miaka michache tu ya kwanza. Kati ya wafungwa zaidi ya 70,000 waliopelekwa huko, wachache sana waliwahi kurudi Ufaransa. Waliobaki walikuwa kivuli cha maisha yao ya zamani. Walikonda, walipoteza afya, nguvu na matumaini. Wafungwa wengi waliita gereza hilo Guillotine Sèche, yani guillotine kavu, adhabu ya kifo cha taratibu bila hata kukata kichwa. Maisha ya humo ndani yalikuwa ni mateso yasiyoelezeka. Wafungwa waligawanywa katika makundi tofauti, wakiwemo wahalifu wa kawaida, wafungwa wa kisiasa, na adhabu kali zaidi ilipelekwa kufungwa peke yao kwenye seli ya giza kwa muda mrefu. Wakati mwingine mawimbi ya bahari yalijaa ndani ya seli hizo. Kulikuwa na panya wakubwa, kaa na buibui. Wafungwa walikatazwa kuzungumza, kusoma na hata kukaa chini wakati wa mchana. Walinzi wengi walikuwa makatili mno. Mapigano kati ya wafungwa yalikuwa ni ya kawaida na njaa ilikuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Wengi walikufa kutokana na magonjwa, mateso na unyanyasaji. Devil Island yenyewe ilikuwa ni kisiwa kidogo cha miamba kilichozungukwa na bahari kali na mikondo ya hatari. Hapo ndipo wafungwa maalum walihifadhiwa, hasa wafungwa wa kisiasa. Kutokana na ukubwa wake mdogo na mazingira yake mabaya, wengi waliamini kuwa hakukuwa na njia ya kutoroka. Ndani ya mazingira hayo ndipo simulizi ya Henry Charlie ilipozaliwa. Alizaliwa mwaka 1906 nchini Ufaransa. Alikuwa na tatuu ya kipepeo kifuani, jambo lilompa jina la Papillon. Kabla ya kufunga, alihusishwa na uhalifu mdogo kama wizi wa kuvunja sehemu ya kuhifadhia fedha. Mwaka 1931 alihukumiwa kifungo cha maisha kwa kosa la mauaji, lakini alisisitiza maisha yake yote alikuwa hana hatia na kwamba alitupwa gerezani kwa makosa yasiyo yake. Alifika French Guiana mwaka 1932, lakini tangu siku ya kwanza kuwahi kukubali kuwa mfungwa wa kudumu, kitu pekee kilichojaa akili yake ilikuwa ni kutoroka. Alifanya majaribio mengi yanayokadiriwa kuwa kati ya 4 hadi 9 ndani ya kipindi cha miaka 13. Wakati wa maisha ya gerezani alikutana na Louis Degas, mtaalamu wa kutengeneza fedha bandia. Alikuwa na uwezo wa kifedha na ambaye baadaye akawa rafiki yake wa karibu. Degas alimsaidia Papillon kwa pesa, hongo na njia mbalimbali za kuendelea kuishi. Katika simulizi ya Papillon anaeleza safari za ajabu za kutoroka. Mara ya kwanza aliungana na wafungwa wengine na kutumia mashua ndogo. Walifanikiwa kuondoka, lakini baadaye wakakamatwa tena. Hakukata tamaa. Alijaribu tena kupitia misitu ya Amazon iliyojaa magonjwa, nyoka na hatari nyingine nyingi. Wakati mwingine alisaidiwa na makabila wenyeji. Mara nyingine alitoroka kutoka magereza tofauti, lakini safari ilionekana kuishia kwenye maumivu na kukamatwa tena.
Baada ya kushindwa mara kadhaa, aliweka katika mazingira magumu zaidi, akapitia adhabu kali zaidi, ikiwemo kufungwa peke yake kwa muda mrefu. Hata hivyo, mateso hayo hayakuweza kuua matumaini yake. Jaribio lake maarufu zaidi ndilo linaogeuka kuwa hadithi inayotikisa dunia. Inasemekana alitengeneza boti ya kuelea kwa kutumia maganda ya nazi yaliyofungwa pamoja. Baada ya kupanga kila kitu kwa siri, aliluka kutoka kwenye miamba ya kisiwa kuelekea baharini iliyokuwa imejaa mapapa na mawimbi makali. Alijiachia kwenye bahari hiyo bila kujua kama angeisha au kufa. Safari ilikuwa ni ya kutisha mno. Mmoja ya watu waliokuwa nao alikufa baada ya kunaswa, lakini Papillon aliendelea kupambana na mawimbi hadi alipofanikiwa kufika ufukweni akiwa hai. Baada ya hapo, aliendelea na safari yake hadi Venezuela ambapo alianza maisha mapya. Alifanya kazi mbalimbali, akafungua mgahawa na kuishi huko hadi alipofariki mwaka 1973. Mnamo mwaka 1969, akiwa na umri wa zaidi miaka 60, aliandika kitabu chake kilichoitwa Papillon. Kitabu hiki kiligeuka kuwa mojawapo ya vitabu vilivyouzwa zaidi duniani. Charlie alidai kuwa sehemu kubwa ya simulizi yake ilikuwa ni ya kweli, ingawa watafiti wengi baadaye walibaini kuwa baadhi ya matukio yalichukuliwa kutoka katika hadithi za wafungwa wengine na kuunganishwa kwenye simulizi yake. Mwaka 1973, hadithi hiyo iligeuzwa kuwa filamu maarufu iliyoigizwa na Steve McQueen kama Papillon na Dustin Hoffman kama Bega. Filamu hiyo ilipelekwa vizuri sana na imeendelea kuwa moja ya filamu za magereza zilizokumbukwa zaidi. Baadaye mwaka 2017 ilitolewa tena katika toleo jipya. Naam, kisa hiki kinaishia hapa. Mimi ni Paul Kanuti, kijana wa story.